The Deputy President of the Republic of Kenya, the Speaker of the National Assembly, viongozi wote ambao wako hapa na sisi siku ya leo, pamoja na Wakristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Kokweta koilel. Kagoga. Asanteni sana. Mmesikia Faruka amesema wakili. Mimi naitwa wakili Hilary Sigei, senator ya Bomet County. Amengunendo limbap sigis, lakini kakibuan sikinyonge mwagongoi agelenji mkamukto indeta. Asante sana. Nataka kuwashukuru kwa sababu ya siku ya leo. Tumekuja kuambia Mungu asante. Mulisikia referent akituongelesha hapa. Kati ya wale 10, moja alikuja akasema nini? Sisi tukue wale ama tukue yule mmoja. Siku ya leo ni ya muhimu. Na nawashukuru. Nataka tu kuomba pia, kazi pale imeanza. Uongozi katika bunge la Seneti na National Assembly sasa imepangwa tayari. Tuko na majority leader, tuko na majority leader pia Senate, tuko na speaker na tuko na speaker Senate, na tuko na uongozi wetu ikiongozwa na captain wetu President William Samoei Ruto. Ile kazi imebaki sasa sisi kama viongozi ni kufanya yale tuliwaambia watu wa Kenya wakati tukipiga campaign. And Your Excellency Deputy President, ningependa kukuhimiza kukuambia ya kwamba kama pale Senate, my leader emeritus of majority Kipchumba Murkomen amewekwa kwa waziri. Hapa ndani tuko na kiongozi Mandago na kiongozi Cherargei. Nafikiri tuko na vijana wa kutosha ili kuendesha kazi yetu yenye imepangwa pale Senate, na nataka kuhakikishia kwamba tuko tayari. Ya mwisho, nataka kuwashukuru watu wa Uasin Gishu. Ile amani mlionesha, viongozi hapa wameongea, Kenya kijumla imejua ya kwamba sisi tuko pamoja kama watoto wa Kenya, tukiongozwa na viongozi wetu ambao tunawapenda, na tunawaambia tuendelee tukue pamoja, tukue wa Kenya na tukue na amani ili tuweze kuendeleza maendeleo ya nchi yetu ya Kenya. Asanteni sana na Mungu awabariki. Thank you very much. Bas, ongeta Cherargei nyakorar, mangen ole meche nyakorar ne. Ota Cherargei, moja mbili. Wacha mgoi bati bek ka lege tuja norani, lakini mwaje ngering. Asante sana. Bwana asifiwe. Ongegatke, Bwana asifiwe. Mungu ni mwema. Your Excellency the Deputy President of the Republic of Kenya, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, na viongozi ambao wa sehemu hii na Kenya mzima, Bishop wetu na timu ya clergy, watu wa Koilel, bas kongoi. Ya kwanza amejala kongoi ne teta nyang muren amu kiogoji nafas His Excellency the President nenyo Daktari William Samoei Kipchirchir Arap Ruto. Amejala kongoi kabisa amu ine kabilela jin ba mwai nenyunet. Nebo aeng amejala kongoi amu kiogoji Rigathi Gachagua koek Deputy President akachek biikab Kenya kwanza. Lakini meja kongoi na nenyu binafsi amu kiage nama kolal borto kijam kinde gari nebo police ne manda burek ako olimbo Kisumu Nandi. So meja kongoi amu dakika na mtiondo nyini huyo hata mi kamiti. So nataka nishukuru sana. Meja kongoi na nenyu binafsi angot outside nebo president ak His Excellency the Deputy President. Meja kongoi biikab Uasin Gishu, biikab ka. Amejale kongoi, nataka nishukuru sana. Ko kityo kit nekimeje kesomak otesta osaiwech kongoi ing saet ambaye kanisa wametuombea, kemeje kele kongoi ing sautik okone ngulek ochamwech asikobit kindo akiyai imanda akihakikisha ngele ngalekab bottom up kokasikchi. Ya mwisho, nataka naibu wa rais nikushukuru sana kwa kufika eneo hili. Sisi kama viongozi ya Bonde la Ufa tunataka tukukaribishe ujisikie huko nyumbani.
na mimi nataka niseme asante kwa sababu umetembea, umekuja, tumeomba pamoja. We ni mtu ya Mungu. Nilikuwa naambia watu kwa ile lugha ya Kifaransa ya kwamba kama serikali ya Kenya Kwanza ikiongozwa na Rais William Ruto na wewe, mafikiri mimi na wewe kwa sababu ulikuwa umeshikwa sana, tungekuwa tunashare cell kule kamiti. Lakini Mungu ni nani? Na ndio maana tumefurahi na tunajua ni kwa nini wewe unakuja kwa kanisa kuomba Mwenyezi Mungu. Na nafikiri tunataka tushukuru uchaguzi ulifanyika wa amani. Hawa wananchi wa Uasin Gishu na Kenya mzima wakasema rais na serikali itakuwa ya Kenya Kwanza. So tunataka tukushukuru sisi kama Bonde la Ufa, Your Excellency the Deputy President. We shall give you and the President unconditional support so that you deliver the bottom-up agenda for the great people of this republic. Mambo ya mbolea kama wakulima, viongozi hao watu wamekuwa wakitusumbua sana kuhusu bei ya mbolea, kuhusu bei ya mbegu, lakini najua next planting season, Your Excellency, tutakuwa na mbolea kutosha, tusalishe chakula, ndio wale wa Kenya ambao wanaendelea kupata njaa, sisi tukuwe na chakula ya kutosha waweze kukula na tuweze kupambana na janga la njaa. So we appreciate what you are doing and the assignment that the President has given you. Tumesikia hapa North Rift tuko na shida kidogo ya ukosefu wa usalama. Mimi nakubaliana na Faruki Bet ya kwamba tuchukue maombi pale. Lakini ni sawa tuwaombee, lakini tunajua Mwenyezi Mungu atawasamea. Lakini sisi kama bunge, we must make hard and painful decision to amend the Terrorism Act to ensure the bandits who continue to kill our people mercilessly along the North Rift in Kerio Valley and any other part of this republic, they must be treated as terrorists and they must be handled. Because kama we ushaua mtu, umeua baba ya nyumba, umeua mama, umeua watoto, hiyo ni kuangamiza taifa. That is a threat to national security. Na mimi mwenyewe ndaongoza ile amendment ya Terrorism Act tuhakikishe wale wanaua watu na cattle rustlers wamefunguliwa mashtaka kama wale terrorists ambao wanaendelea kuangamiza sisi. Ya mwisho, Your Excellency, tunashukuru Mungu kwa sababu watu wengi sana, wakati umekuwa naibu wa rais, watu wengi sana hawajazoea we Mandrigiji ndio DP. Na tunawasomea kwa sababu wengine wako na hangover kidogo. Lakini utawasomea, naona wengine saa zingine wanakujibu kwa magazeti na social media. Nafikiri tu wanahitaji induction ya serikali ndio ajue vile serikali inaoperate. Na wanasema heshima si utumwa. We must respect the Deputy President of the Republic of Kenya because he is elected by Kenyans. And any state officer or agency that will try to undermine that should not be allowed anywhere in the Republic of Kenya because kuna order, law and order katika taifa letu la Kenya. Sindi namna hiyo. Ko farugini ko banandi agere ulasege. Nenya jiji ki kwai tuguk cheba maajabu che huyu ingen je isongolin banandi. So olasege kidogo lakini onaole banandi kakaburuas. Olasege nyunye lakini ko ikaimen korotu ka olin. Ako ngingen ilang boror ko kwa ole ruwete ata ko siro la agete. So agete ole lakini olin nyaba nande kwa ine to magegere. So kumeje kele kongoi Faruke kwa kuitisha hii mkutano na kuleta sisi pamoja. So wananchi wa Kenya tuendelee kuombea serikali, tusimame pamoja. Rais William Ruto will ensure. And I want to congratulate and wish well my brother, our Senate Majority Leader Emeritus Kipchumba Murkomen ambaye amepewa kazi ya barabara. We want to wish you well, National Assembly Speaker. I know you are the chair of the vetting committee and appointments. Spidisha hiyo maneno. Enda tu, unajua Papa wa Roma, unajua wewe ndio Papa wa opinion, say hi. Hiyo maneno. Because the solution hiyo vale ni mepewa kazi para so na to the necessary roads and infrastructure reaches to a certain level. Ako inye murugoma na muibaga kumiji negela Jerop kumasinyigisi Jerop. Asanteni sana na Mungu awabariki.
anaitwa Cherargei, kawale jagro roti biik chichitok. Bas, amechoto kwa kandoindet nebo Merwet, chame kirobokchi, waziri, kararan, kijanayat nemingin, kase Kiingereza, kergak chabo Cherargei. Kikolecho betut age chito nikione Orengo Nairobi kekure Shole. Kiamamwaiwok tokase Orengo Nairobi. Sasa kokoit age nekele Murkomen kali mongen ale ne kale kiburuktoi kono. Akobo olimbo Merwet olin. Makose nyas ngorobokchi ko ng'ololip koimen nguno ipungusan ng'alek. Orobokchi Murkomen agenge. Kokeny. Murkomen. Bas. Bas, asante sana ndugu yangu Kibet Farouk, Your Excellency the Deputy President of the Republic of Kenya, Honorable Rigathi Gachagua, elected leaders, national government officials, county government officials, wananchi wote wa Uasin Gishu ambao wamejumuika hapa Koilel, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Chamgei. Mimi nimefurahi sana. Kwanza Your Excellency, karibu nyumbani. Hapa ni nyumbani kwako. Wewe saa hii ukiwa hapa, wewe ndio acting president. Kwa sababu the president is out of the country. Na hapa ndio nyumbani ya mkubwa yako. Na wewe ukiwa hapa, sisi tunafurahi sana. We want to say thank you very much. Thank you for supporting the deputy president then, who became the president, and learning from his feet. Now umeoccupy ile shoes alikuwa nayo ya deputy president, yeye amesonga amekuwa rais ya Kenya. We want to say asante sana. Nyinyi wote, Wakenya wote ambao wananisikia hapa, hii elections imekuwa tofauti kwa sababu ndugu zetu, aswa wale walikuwa wameshurutishwa sana, wa kutoka Mount Kenya, wakiongozwa na Rigathi Gachagua, Kimani Ichung'wah majority leader, ndugu yetu Ndindi Nyoro ambaye atakuwa kitu kingine kubwa hapo mbele kwa masiku machache, na wengine wengi kutoka Mount Kenya. Mlionyesha wa Kenya kwamba siasa ya ukabila, siasa ya kushurutishwa, siasa ya mtu yetu haitakuwa tena siasa ya Kenya. Siasa ya Kenya itakuwa ni siasa ya sera. Mkachukua Rais William Ruto akiwa naibu wa rais hiyo kama Mkenya na kama ndugu yenu. Na ndiposa Mheshimiwa naibu wa rais Rigathi, this election imekuwa ni election ambaye rais tangu multipartyism, rais amepikiwa kura kwa wingi ya kura kwa sehemu zote za Kenya in a balanced manner. Everywhere in the country, the president had more than almost 40 counties akiwa na 25%. Inamaanisha kupitia nyinyi na kupitia uchaguzi huu na Wakenya, tumepiga hatua kubwa sana kumaliza siasa ya mrengo ya ukabila na siasa ambayo ya kusema mtu yangu, mtu yangu, mtu yangu. Sasa hii siasa yenye tumekuja kwa sera ya bottom up, ya kusaidia mwananchi wa kawaida. We want to say thank you, Your Excellency, because from day one, mumekuwa katika uongozi ambaye inaamini ya kwamba ile inasema lazima itendwe. Tumefurahi ile bei ya fertilizer imepunguzwa mpaka 3,500. Tunaamini ya kwamba sisi ambao planting season itaanza mwaka kesho, fertilizer hiyo italetwa mapema, na ikifikapo Disemba, Januari hapo, wananchi wa sehemu hiyo wapate kwa bei nafuu, wakuwe tayari kupanda mahindi yao. Tunaamini ya kwamba pia serikali itarudisha ile mfumo ya kununua mahindi. Sisi tutakuwa pale kusupport wewe na rais, tuhakikishe watu wetu wamepata mahindi yao bei nafuu kwa wakati unaofaa, ili wakuwe tayari kununua ile farm input in good time. I want to say, Your Excellency, I am very, very proud. 10 years campaigning with you and being able to see what you did to deliver a government that is in our hands. We know, tunajua kuna challenges mingi.
But we also know, like Reverend Mayo, Bishop Mayo alisema kwa hapa, we know that God who brought us tufikie hapa kuhakikisha tumetumikia wa Kenya kupeleka Kenya kwa hatua ile ingine. I like saying, kwa sababu mimi career nilikuwa nataka sana ni ya evangelist. Now one passage I like in the Bible. When the children of Israel were told by God, waliambiwa muende Canaan. Canaan was not an empty place. Canaan haikuwa an easy place to go to. Kulikuwa na giants and Nephilims. Lakini God still said, you will go there and you will take over the land. And you will be able to have a land that has honey and milk. Ata sisi, we did not come to government, Your Excellency Deputy President, because it is easy. As you have always said, we inherited debt, we inherited dilapidated economy, we inherited a demoralized public service. Ambayo ukienda kila ofisi saa hizi, hata wa Kenya ambao wanatarajia sisi wenye tumeteua kuwa mawaziri kuja ofisi, wako na waziwazi tayari, wanasema Murkomen akifika hapa, sijui nani akifika hapa, tutafanyiwa nini? Because for 5 years, they have lived under fear. We want to tell public servants, freedom has come. We are the type of government yenye tukifika, every Kenyan will be allowed to work in a free environment and to harness their potential to serve this country, to make this country a greater place. And that is the kind of government we support. And Your Excellency, we will rally behind you and the President to ensure our public servants and our country is able to have the greatest potential. Wewe, Your Excellency, you already chaired a meeting ya mambo ya Kerio Valley, na nilikuwa pale. Na wewe umeweka sisi pamoja kutoka Turkana, West Pokot, Baringo, Samburu, mpaka Isiolo, mpaka Elgeyo Marakwet. Na tayari umeweka mkakati ya kuhakikisha tunasuluhisha. Wakati waziri wenu atakapokuja ofisi, Mheshimiwa Kithure Kindiki, na sisi wote tutahakikisha ya kwamba tumerudi tena pale. To make sure hata kabla hatujaenda kwa maombi, mambo ya kupiga watu risasi kuwe imeisha, tunaenda kushukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu imeisha. We want to make sure that the Kerio Valley turns from valley of death to a valley of life. And under your firm leadership, I believe that this Kerio Valley will be the potential of the future. Mimi nashukuru Rais na wewe kwa kunipatia nafasi na kuniteua nikae katika baraza la mawaziri. Nikiwa waziri mteule mdogo kwa wote, mimi nataka kusema hii ni heshima kubwa sana kwako, kwa Rais, kwa kuniteua, na kwamba akuwe tayari na wewe na Rais mkuwe tena my mentors kwa mambo ya uongozi wa serikali, mambo ya executive kama vile mlikuwa kwa mambo ya legislature. And I will be willing to learn, and to learn also from other Kenyans, from a sweeper to the highest office, to make sure that we become leaders who can listen and give people opportunities to serve. Your Excellency, kwa heshima yako umeniambia nitambulishe viongozi wa serikali wenye wako hapa. County Commissioner alikuwa, Regional Commissioner alikuwa ametambuliwa. Najua kuna viongozi wengine nataka tu wasimame, kuanzia PS Kipto, PS Koimet wenye wako hapa. Ndugu yetu Kamar mwenye wako kwa Auditor General's Office, na kuna pia viongozi wa wengine wote ambao ni Regional Commissioner na timu yake. Tunasema asante sana, na tunaomba kwamba Mheshimiwa Rais, kuna wengine wengi hapo sana wako kwa maombi. Mimi naombea hawa, lakini sitaombea mbele ya raia. Wako na maombi mingi, tutaleta tu ofisi kwa sababu wewe ndio mwenyewe mtaamua kwa ofisi. Kwa hivyo Mungu awabariki, kwa sababu Mheshimiwa Naibu wa Rais amenituma kwa function nyingine, ndio nimepewa nafasi kuongea, na hiyo function iko kwa kaunti yangu. Tunaenda na Governor Wesley Rotich ambaye ni governor mdogo kwa taifa mzima. Nataka nipatie nafasi sasa kumuita Governor Wesley Rotich asalimie nyinyi. Mimi nawapenda sana watu ya Koileli. Nawapenda sana. Na asanteni kwa kuchunga huyu Faruk. Huyu Faruk tumejua wewe sasa. Ukitaka uongee sana, ikuwe ni function yako. Naona sisi tumeongea tu atusumbuliwe vile unatusumbuanga. Mimi nimesema mara mingi, huyu Faruk ni mtu tofauti. Hata hao watu wa kuandika magazeti hawajui waandike anaitwa nani. Ni mtu
ako na responsibility, he works hard, lakini you cannot go somewhere na useme hii ndio ofisi ya Faruk. Ofisi ya Faruk ni penye Faruk ako. Yeah. Bora tu uone William Ruto president na uone Faruk, hiyo ndio ofisi yake. Lakini kwa hiyo ofisi Faruk ananikumbusha kitu moja. And I want to say this ndio Wakenya wote wasikie. Huyu Kibet Faruk ananikumbusha Martin Luther King Jr. Mwenye alisema ukipewa kuwa sweeper, sweep mpaka mbinguni imbe iseme there lived a great sweeper. Huyu Faruk kazi yenye alipewa, alianzia tu kupanga sisi ndio utuongee mzuri kwa mkutano na kukaa vizuri kwa ofisi. Anapanga mpaka kila mtu, hata naibu wa rais wakati alikuwa anaanza ofisi yake juzi anasema na munitafutie Faruk yangu mwenye atakuwa hapa. Hata sisi wenye tukiwa ofisi yetu tunasema tunataka Faruk yetu mdogo. Somebody who can organize the president, the deputy president and politicians mpaka wakuwe orderly. Wewe Faruk, Mungu akubariki sana. Na abariki watoto yako na familia yako. Na ile kazi unafanya na makanisa, let that be example to everybody, even the Kenyans who don't have any office, kwamba if you serve God the way Kibet Faruk amefanya, Mungu atakuinua ufike juu. Na sijui sasa juu gani utaendelea kuenda, lakini Mungu aendelee kukubariki. Wacha sasa nikaribishe Mheshimiwa Wesley Rotich awasalimie. Karibu gavana. Thank you, Waziri. Your Excellency, our Deputy President of the Republic of Kenya, Honorable Rigathi Gachagua, all leaders present, our clergy led by our Bishop Luka, na mabishop wale wengine wote wenye wametuongoza leo, na wananchi wa Koilel, Chamge, Bwana asifiwe, tumsifu Yesu Kristo. Mimi naitwa Wesley Rotich, Governor wa Elgeyo Marakwet County. Nimekuja leo kwa sababu ya naibu rais wetu alikuwa anakuja hapa kwa Thanksgiving ili turudishie Mungu asante. Your Excellency, mimi kwa niaba ya mwenzangu koti moja ambaye ni governor wa eneo hili ambaye alitumwa na rais kwa shughuli, ninakukaribisha sana. Yeye angeweza kuwa hapa lakini ameniambia nifike hapa ili nikukaribishe kwa niaba yake. Anasema karibu Uasin Gishu County, karibu North Rift. Ya pili, naibu rais wetu, we really appreciate what you did for us during the campaigns and what you are doing already less than a month in office with your boss, the president of this republic. Today ni siku ya kushukuru Mungu, na mimi pia ningependa kushukuru Mungu kwa sababu ya kazi yenu. Biblia inasema in the book of Job 8:7, so humble may be your beginnings, but so prosperous will be your future. Your Excellency, juzi wewe ulikuwa unashikwa na DCI, walikuwa nakusumbua. That was your humble beginnings. But today you are senior man and you have not forgotten God. We really appreciate God for that, and we really appreciate God for even bringing us the presidency here. Your Excellency, tumesikia viongozi wamesema mambo mengi hapa, kiongoza na ndugu yangu Faruk kuhusu mambo ya insecurity. Your Excellency, mimi nilizika watu 120 in 8 months towards the nomination due to insecurity in the Kerio Valley. When I hear Faruk saying it, and when I heard you when you came to meet all us the governors, I'm really humbled because Kenya Kwanza team as a sound plan to destroy the insecurity in Kerio Valley. I want to request ya kwamba ile insecurity iko pale, Your Excellency, tusipembeleze wakora. Tuanze kushika wakora wale wachache, utuwatoe kwa wananchi na watoto wetu wa huko chini Kerio Valley, all the counties waishi vizuri. Sisi kama governors tumejitolea, tutasaidiana pamoja na clergy na kanisa ili tumalize hiyo maneno. Mwisho, Your Excellency, tunataka tushukuru kwa ile kazi umeanza na president kwa mambo ya uchumi. Tuko na marafiki wengi sana, Your Excellency, walitaka kuanzisha makampuni Kenya hii, walitaka kuanzisha factories, walitaka kufanya vitu mingi ambayo inasaidia vijana wenzangu kupata kazi. Walifungiwa sana. Nataka nikuombe Your Excellency, hii region yetu mambo ya mahindi ilikuwa imenyongwa, mambo ya Flospa Company ilikuwa imekufa, Aror Kimwarer ilikuwa imekufa. Hayo yote Your Excellency ilikuwa iandike vijana maelfu na maelfu. Ningeomba Kenya Kwanza ianzishe hiyo maneno yote, vijana wetu waamke, tukue na bottom up, investors wakuje, tusikazie investor yeyote mwenye anataka kusaidia kufungua uchumi ya Kenya ili our country becomes a prosperous country. Kwa hayo mengi nasema asanteni sana, na nashukuru ndugu yetu Faruk. Sijui
akifika State House atakuwa anakaa kazi gani, lakini Faruk ukituona huko unatuweka tu karibu na mzee ili watu wetu hao wapate kazi mzuri. Asante pia kwa kufanya kazi ya kanisa. Thank you very much and God bless. Bas, kwa sababu tunaenda vizuri na tunataka kumpatia viongozi hao waseme, tuwe tayari. Wapi Mheshimiwa Murkomen apatiwe zawadi agigany gotebi ngole mekweri solinsip kekweri karara teta ni makimwajinji ya utapokea zawadi kwa niaba yetu. Otienji Murkomen unapokea pale tukikurelease. Ngogo ajinyunda. Leta. Orabaki Murkomen. Ois, that's volume. Ongeza volume hiyo nyimbo. Nataka ili nimuite Mheshimiwa Ndindi Nyoro. Nataka hiyo zawadi yake ikuja hapa. Nataka hiyo zawadi ya Ndindi Nyoro ikuja hapa, apokee azungumzie sisi. Oye bijota kigitaje ndetye no takarara no. Ujagune tanyapa Ndindi Nyoro senator. Gonyo. Ndetye no tano. Ambia weke hiyo music. Agongonyo ogangeta Nyoro geterildosi. Gonyo yu. Aya tumkaribishe Mheshimiwa Gonyo. Nyoro. Mheshimiwa Ishungwa Kimani Ishungwa, tumpigie makofi anapopokea zawadi yake. Weka hiyo nyimbo. Kimani Ishungwa, ambia hiyo ng'ombe isonge pande hii. Songesha ng'ombe. Kimani Ishungwa. Mheshimiwa Patrick Tutu, gavana wa Narok County. Hebu tumsindikize. Kiroje bioso kirokwa yaonde je bioso kwa kotienze. Anasindikizwa na Cherargei. Kirote tage.
Mheshimiwa Papa wa Roma Moses Masika Wetangula anasindikizwa na Mheshimiwa Parto na Mheshimiwa Watarbo. Wanasindikiza yeye, tumpigie makofi na nyimbo iendelee. Olela Yesu, Olela Yesu, ndio hiyo. Olela Yesu, niko wakola musialo. Olela Yesu, tumsindikize Baba wa Roma. Niko wakola musialo. Olela Yesu, Olela Yesu, Olela Yesu, niko wakola musialo. Olela Yesu, Olela Yesu, Olela Yesu, niko wakola musialo. Kamoroko bakanya, niwe wakhairako, soira kusoko ubone konyola ndinga. Wapi furaha ya Moses Wetangula? Na makofi. Olela Yesu, niko wakola musialo. Kamoroko bakanya, niwe wakhairako, soira kusoko ubone konyola khenganga. Olela Yesu, Olela Yesu, Olela Yesu, niko wakola musialo. Ebulozi bakanya ewe bakhairago soira kusoko khulole ngonyola menganga. Olela Yesu, Olela Yesu, Olela Yesu, niko wakola Kuche kukonya wanya bana banje maisha ganje kabe mu makono ko. Yeah. Haya. Asante. Sasa nataka Deputy Governor wetu Baba wa Roma, Senator wetu wa kaunti hii, tunataka wamsindikize kiongozi wa taifa, naibu wa rais, na nataka zote kwa pamoja kwanza tushangilie na nyimbo iwekwe. Haya, ndio hiyo. Na tusimame mbali kidogo hapo. Aduri moririo ne mada Yesu na makiula tene mamwendete mageti gajoi ona digana ginya toshugwa marugire Yesu ebuzunguka 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 zunguka tena ebuzunguka 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 zunguka tena. Atumia moririo ne mwenda Yesu nao makiuga tene mamwendete mageti gajuko na shuru na menye marugire Yesu. Haya. Ebuzunguka 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 zunguka tena ebuzunguka 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 Haya. zunguka tena. Onde ne baguti tagenge ngyo. Onde ne gitosta ye gap chorwa myeno. Atupse buku. Itap kalengino asa iwe President William Samoei Arabuto. Asa ikashakwa Bas. yajangete material Amede sinyo tienti kashakwa not. Taguro. Aguro sinyo tienti. Ongea bege kasita korok. Anyeti na taksi sinyo tienti kashakwa. Hiyo ni sawa. Bas. Nataka tuende kwa viti yetu tumalize kipindi ya mwisho. Na itakuwa ni heshima nimuite RC wetu tu akuja aseme mmoja, ndio niite Mheshimiwa Nyoro Ishungwa, tupalize na Baba ya Roma, Deputy Governor wetu Baba ya Roma, and then Senator wetu ataita wale wa mwisho, atatuitia Governor, Deputy President.
Ongira boki arsi nenyo kwa sababu ya amani na kila kitu. Hebu tumpigie makofi 1, 2, 3. Tena. Koge. Arsi aseme kitu. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa ndugu Faruk. Your Excellency Sir, the Deputy President of the Republic of Kenya, the Honorable Senator, elected leaders, ndugu wa Kristo hamjambo. Bwana asifiwe. Kwa majina ni Maalim Mohamed, Regional Commissioner Rift Valley Region. Kawaida mahali boss yangu ako, siwezi nikasema mengi. Your Excellency Sir, on behalf of the public servants in Rift Valley Region, I want to assure you that we will work very closely with the elected leaders from this region. Na sasa sisi, we really want to thank you and we are proud of you because you have been one of us as a district officer for many years. And your message is very clear that we must work with the elected leaders and for the government of the day, Your Excellency. That is our commitment. The government of the day is where we belong, that is Kenya Kwanza, and we are happy you said that we are going to have a retreat with you and His Excellency the President so that you take us through the manifesto. And Your Excellency, our duty is to make sure we disseminate national government programs and projects. Your Excellency, nikimaliza, nimekuja mwisho wa Januari mwaka huu. Sisi nikajipigia debe kwa niaba ya walinda usalama wenzangu. Nimepata Kerio Valley ikiwa mauaji ni kila siku. Nimeshinda huko, Your Excellency, na nataka nikuambie ya kuwa isipokuwa ile mambo ya juzi ya Turkana, kidogo kulikuwa tumetuliza kwa muda wa mwezi 3, Your Excellency. Jamani, hiyo si ni kazi imefanyika? Your Excellency, kuna wakati nilikuwa nikiangalia runinga na nimekuambia hii na nataka nirudie kwa sababu ya wananchi. Nikiangalia habari ya saa 1 wamama katika sehemu ya Baringo North na Baringo South wakikimbia na watoto na wanaulizwa na waandishi wa habari, je, mnakimbia wapi? Wanasema hatujui. Your Excellency, mimi kama mzazi na kama kiongozi, hiyo sikulala na niliamka saa 10 ya usiku kutoka Nakuru na saa 4 saa 5 nilikuwa sehemu za Elgeyo Marakwet. Kwa hivyo tunahakikisha ya kuwa hivi majuzi vile umetuelekeza, Your Excellency, nimekupatia roadmap yale nimefanya, yale tunastahili kufanya, na najua saa wewe na Mheshimiwa Rais mtaniunga mkono pamoja na wenzangu na tutakeleza kuhakikisha ya kuwa usalama umedumu. Kwa hivyo kama mshirikishi wa serikali kuu, Your Excellency, hakikisho ni ya kuwa kazi itafanyika katika sehemu hii ya bonde la Ufa, Your Excellency. Nitauliza wenzangu waonekane tu mahali wako, Your Excellency. Niko na Regional Security Intelligence Committee, the County Security Intelligence Committee, na ngao wote wako hapa. Sisi yetu ndugu wa Kristo, tufanye kazi pamoja, na tumesema Mwenyezi Mungu ndio yuko mbele. Maombi na mambo ingine itafaulu. Asanteni sana, Mungu atubariki zote. Asante ndugu Faruk. Bas kararan galiet kagere mo mejo orabok kige ongenyoji gat orabokchi arsi ak timini 1, 2 tena. Asante. Utakuwa Ndindi Nyoro. Na ubaya ameoa. Otherwise tungeongezea msichana, si ndio? Si tungempatia msichana ya kutoka kwetu. Lakini makosa kagigoji teta, asigigoji wila kweta aja kutip. Uneji kararan na magararan. Kichame bichu torori? Kali amora boki ko gas ko legi birwe kura. Asante sana. Wewe Faruk, wacha kuharibu maneno yangu wewe. His Excellency the Deputy President, His Excellency Rigathi Gachagua na viongozi wote, our esteemed reverends na viongozi wote wa kanisa, bishops na kazi zao zote, Wakristo wenzangu, Bwana asifiwe. Koilel,
Irosnot Jesu. Chamgei. Asanteni sana. Mimi nimefurahi sana kufika hapa siku ya leo tukiandamana na Deputy President of the Republic of Kenya. Na hata kabla niongee ile yetu ya nchi, wacha niwaambie watu wa Koilel. Vile Murkomen amesema, hii mtu anaitwa Faruk. Hii mtu ni mtu ingine ya maana sana. Na unajua watu wanasikiaga Faruk. Wanafikiria ni mtu utaenda upate ako na ofisi floor moja pale kwa rais wetu. Lakini Murkomen alikosea kusema ati ofisi ya Faruk ni kwenye Faruk ako. Mimi naona ofisi ya Faruk hata ni ile ya rais wetu wa Kenya. Kwa sababu huwezi fikia rais Faruk akisema no. Hata huyu deputy rais na rafiki yangu kufikia yeye Faruk lazima aseme yes. Na juu nimesikia sasa mnaetaka hapa kwa boma yake ati anatoa sukari gunia moja. Saa ingine anapea watu. Sipa hiyo wakati alikuwa mtu ya mkono ya deputy president. Sasa Faruk si ni mtu ya mkono ya rais. Akiwa deputy president, mtu ya mkono ya deputy president. Si alikuwa anatoa gunia moja ya sukari. Sasa akiwa mtu ya mkono ya rais, si atoe gunia moja ya sukari na gunia moja ya mahidi. Na ongeze moja ya uga ya ngano. Faruk, umenyorea togo ikarania amani. Rais our deputy president, wacha niseme hii muji na hapa Koilel ni pahali iko na furaha sana. Tumekuja hapa mara mingi sana na rais wetu ambaye ameenda kule Uganda. Na every time I come here, I feel like a son of Uasin Gishu and a son of Koilel. Na hiyo ndio Kenya ambayo tunataka kupeleka mbele. And I want to say that the elections that we just concluded is a clear manifestation that Kenya is a changed country. Kenya is a new country. That there is no more a Kenyan from the mountain, another from the rift, another from the lake, another from the north, and another one from the coast. All of us are one Kenya. That all of us as the Kenyan people, we are the owners of the rift, we are the owners of the mountain, we are the owners of the lake, we are the owners of the north, we are the owners of the coast, because Wakenya wote wameonyeshana ya kwamba Kenya ni moja. And I want to say, Your Excellency, that the elections that we just concluded tested Kenya in all its dimensions. We tested the country called Kenya insofar as the state called Kenya is concerned, because we saw that our institutions, insofar as the state is concerned, is becoming an institution based on merit and an institution that is impersonal. Because if that was not the case, then we will not be here giving thanks and celebrating. We also, through these elections, the nation called Kenya manifested that it is a united nation, that we are having new ideals, that our politics is no longer based on ethnicity. It is no longer based on your second name. It is no longer based on your surname. That the nation called Kenya is united, where every tribe, every religion, every background is equal before the nation called Kenya. And the last one is in regard to another component of our country called the Republic of Kenya. We manifested as the ordinary Kenyan people that we have the ability to choose our leaders. That Kenya is not for a few. It is for all of us. That is why we are here in Koilel, celebrating a son of Uasin Gishu, a chicken seller, a son of people who are not known, an ordinary boy who went to an ordinary public primary school,
proceeded to an ordinary public secondary school, proceeded to a university in Kenya, studied all his degrees in Kenya. An ordinary boy is now the president because the choice of who would lead Kenya is a choice that is sovereign to the people, the ordinary people of the Republic of Kenya. Nikimalizia, niseme tuko na changamoto mingi. Kuna wakati tumeenda mikutano na rais wetu na naibu wake, na tukakaa na wataalamu wa serikali, na tukaona tuko na deni mingi. Uchumi wetu umezorota. But I'm a very confident Kenyan standing before you, fellow Kenyans, because I know the person on the steering wheel, that ordinary boy who is now the president of Kenya, the man from Uasin Gishu. Kenya would not have gotten a better leader at this particular time. And I know with our deputy president, hii changamoto mingi kama ya madeni trilioni inaenda kufika 9, kuzorota kwa uchumi, ukosekani wa kazi. I see a Kenya reminiscent of 2003, where Kenya was totally in the abyss. I see Kenya rising. I see a Kenya where you will no longer go to your MP to tell them or to ask for a connection to get a job, because we will have an abundance of jobs in the Republic of Kenya. I see a Kenya where these farmers from Uasin Gishu, which is a basket of Kenya, mutakuwa na pesa kwa mfuko, na tushaanza kuona hiyo kazi kwa vile tumeona bei ya fertilizer inashuka, itaendelea kushuka. Once we incentivize the input of our farmers, we incentivize the input within our economy, I am truly sure ya kwamba wakulima watapata pesa, wanabiashara watapata pesa, na Kenya yetu itaendelea na kunawiri. Ama ni aje manaiba wa rais? Si tuko namna hiyo? Mimi nawashukuru sana kwa kusupport rais wetu on the 9th of August hapa Uasin Gishu na Rift. Mulipea rais wetu na naibu wake karibu kura zote. Mukamshikilia kama kijana wa nyumbani. Na pole kwa kutumia that phrase kijana, kwa sababu tunaongelea rais. But I'm sure that is the language you understand most. Na kwa hiyo kazi mumefanya, tukachukua hiyo ingine yote tulipewa katika nchi ya Kenya, na ikatagazwa, na wakajaribu njia zote, wakaona ya kwamba haswa Wakenya wameongea, na wameongea kwa kauli moja. Thank you very much for waking up very early in the morning, supporting our president, na ndio maana tuko hapa kama servant wenu. May God bless you, na Mungu aendelee kubariki nyinyi wote. Very good. Sasa tumkaribishe Mheshimiwa Kimani Ichung'wah, kiongozi ya watu wengi. Sijui kuna kiongozi ya wachache, huyu hako na watu wengi, sijui ya nini. Tumpigie makofi. Tena Ichung'wah. Kongoi. Kongoi Faruk. Watu wa Koilel hamjambo. Tumsifu Yesu Kristo. Chamgai tugul. Mimi nafurahi kurudi hapa Koilel na Uasin Gishu, na nikiwa hapa saa yote mimi husema najisikia niko nyumbani kabisa. Amiga kabisa. Au sio? Na nimeshukuru kwanza kwa Mwenyezi Mungu kwa kutupea nafasi hii kujumuika nanyi ili kumshukuru Mwenyezi Mungu. Na nashukuru kwa maongezi ya Bishop Luka na yale aliyotusomea kwa kitabu cha Luka. Na nimeondoka hapa hasa na mstari wa 37 ambao alitusomea, that with God nothing is impossible. Na ni kweli tuko hapa leo sababu tukiwa na Mungu nothing is impossible. Ilionekana kama haingewezekana aliyekuwa naibu wa rais mpaka tarehe 9 mwaka huu mwezi wa 8, ambaye leo ndiye rais wetu, ilionekana kama haiwezekani
mtu anapigwa na wale walijiita deep state, akapigwa na wengine walijiita system. Hata rais aliyekuwa akakuwa ni wakupiga yeye, na ndiye alikuwa mtu yake wa mkono. Na hata watu wengi, hata watoto wa hapa nyumbani ambao walikuwa kwa serikali wakati wa uoga, wengine walipewa kazi na naibu wa rais, lakini wakakuwa ndio wakumkata mguu asifike, sababu wanaogopa rais aliyestaafu. Lakini wengi wetu tunashukuru Mungu sababu alitupea hekima, akatupea nguvu ya kuweza kusimama na ukweli, na tukasema hatutafuata Uhuru Kenyatta sababu Uhuru Kenyatta sio Mungu, ni binadamu kama sisi, na tutamfuata na kuelekezwa na Mwenyezi Mungu. Tufanye yale ambayo ni ya muhimu, sio kwa William Ruto, yale ni ya muhimu kwa taifa na jamii zetu zote. Na nimefurahi kwa yale ndugu yetu Faruk amesema hapa, hata kutujumuisha hapa kufanya Thanksgiving service, ya kuwa amani tunayoishi nayo sio hapa Bonde la Ufa, lakini Kenya mzima, ni amani ambayo ni lazima tuendelee kuipalilia na kuichunga na kuihifadhi. Na ukiona sisi na ndugu yetu naibu wa rais Mheshimiwa Rigathi Gachagua, ndugu yangu Mheshimiwa Ndindi Nyoro, na wale wengine wote kutoka Mlima Kenya, tuliosimama imara tukasema tutasimama na William Ruto, tutasimama na ukweli, ni sababu sisi ni wapenda amani. Na hatukutaka hata jamii yetu ya Mlima Kenya tuoje siku moja tuambiwe sisi ni waongo. Na ndio tukasema tutasimama na ukweli, ili ukweli ukisimama uongo ujitenge. Na nafikiri tarehe 9 Mwenyezi Mungu alituongoza na ukweli ukajidhihiri Kenya yetu. Na ndio tunajivunia leo ya kuwa rais wetu ni William Samoei Ruto, naibu wake wa rais ni mtu ambaye alikuwa amepangiwa. Saa hii huyu Rigathi Gachagua mnaona hapa, angekuwa jela huyu, angekuwa kamiti. Si huyo ni Mwenyezi Mungu? Mtu alipangiwa kuwe kamiti, sasa ndiye naibu wa rais. Na mimi nataka niseme leo, wale wote walio tudhurumu, wale walio tutesa, wale walio tufanya maovu, wale walio tuonyesha madharau, wakamuonyesha mpaka naibu wa rais ambaye ni rais wetu madharau, hao wote tumkaribishe Mheshimiwa Sonko. Simnajua hata yeye aliteswa, simnajua alinyang'anywa mpaka kiti huko Nairobi, akatiwa baridi kidogo, lakini mwishowe alikuja akafanya kazi na sisi. But I wanted to say, kwa wale wote walio tufanya hayo maovu yote, wakamdharau rais wetu William Ruto, hata kwa wale ambao ni watoto wetu hapa nyumbani, na najua wako wenye walikuwa kwa serikali iliyoondoka, nataka niseme mjue, sababu sisi ni watu ambao tunamcha Mungu, watu tunaopenda amani. Serikali ya William Ruto haitakuwa ni serikali ya kulipisha kizazi, itakuwa ni serikali ya kuunganisha watu wote na kuhakikisha ya kuwa watu wote wanaishi kwa amani, kila mtu anafanya kazi yake bila kusumbuliwa na mtu yeyote. Kwa hivyo wale walikuwa kwa serikali, mtu asikae na wasiwasi, mtulie na mtu aendelee na kazi yake. Lakini kitu nitawauliza, especially wa public servants, mtazoea ukweli. Hiyo mtazoea kusikia na pia kusema ukweli. William Ruto sio mtu wa kuambiwa uongo. Nimepewa ng'ombe hapa, nasikia inaitwa Cheboit. Sasa nimeuliza Deputy Governor, hii Cheboit si ni masikio kubwa?
Akaniambia ndio hiyo. Nikauliza, yaani mmeniangalia mkaona niko na masikio kubwa? Lakini niambia Deputy Governor, hiyo masikio kubwa hii yangu ni ya kusikiza ground, kusikiza mahali iko shida ya raia. Na hiyo shida, kazi yangu ni kusikiza, nikia kiongozi wa wengi kwa bunge, na kuhakikisha tunamwambia rais, naibu wa rais, ukweli vile ulivyo. Sisi hatutakuwa watu wa kudanganyana. Vile vile wale ambao ni wafanyikazi kwa serikali, muache kuashwa na Rigathi Gachagua akisema uchumi ni mbaya. Uchumi ni mbaya, na ni sababu uchumi, sio sababu wa Kenya ni wabaya. Uchumi ni mbaya sababu iliporwa, na wenye walipora tunawajua. Ukweli ama si ukweli? Na kama ulipora, ikikujiwa usiseme unakujiwa, sio wewe, ni yenye ulipora inakujiwa. Au sio? Ama mnasema wenye walikula tuache wagule tu. Si ikifika mtu kama umekula kitu yenyewe, tafadhali rudisha mapema ni Lakini pia mzoe ukweli, kusikia ukweli, tukisema ukweli. Na pia nyinyi kama wafanyikazi wa serikali, mzoe kusema ukweli. Walidanganya Rais Uhuru Kenyatta. Ground iko sawa. Hata Mlima Kenya, wewe ukisema barabara ni hii, watu watakufuata kama kondoo. Walijua hawajui, watu wa Mlima Kenya si kondoo. Wakasema ati hawa watu wa bonde la ufa, tukiwatisha tu kidogo, mambo ya amani nini, hawatafuata William Ruto. Lakini wakasahau kuna Mungu mbinguni mwenye hufichua yale yanayopangwa usiku, gizani inafichuka mchana. Si ilifichuka? Si William Ruto ndiye rais? Kwa hivyo mimi nataka niseme tuweke amani, na pia tuwe watu wa kusema ukweli. Na niwaambie wa Kenya, William Ruto, Rigathi Gachagua na sisi wote tumepata serikali ambayo tumepata uchumi umezorota vibaya sana. Hii kazi unaona rais akijikakamua kufanya, wananchi wapate fertilizer ili chakula irudi, bei ya chakula irudi chini. Miradi ya serikali ambayo ilikuwa imesimamishwa kwa mambo ya kisiasa, ikiwemo hata Aror na Kimwarer, na itaendelea yote mpaka hiyo Aror na Kimwarer. Sababu haikuwa ipeleke maji nyumbani kwa mtu yeyote kwa serikali, ni maji isaidie wananchi. Tuzalishe chakula, gharama ya chakula irudi chini. Na hapa North Rift mnajua this is the food basket ya nchi yetu. And we will do all that we can in the National Assembly and in supporting government to ensure that we restore the dignity of our people, we restore the prosperity for our economy and our people's prosperity, so that Kenya becomes one united and prosperous nation where everybody has the dignity of being a Kenyan and is proud of being a Kenyan. Mimi sitaki niseme zaidi ya hayo, na nishukuru ndugu yetu Faruk. Huyu Faruk mnasikia tukiongelea hapa yeye, sio kumsifu. Unajua ukisifu mgema, tembo anaitia maji. Lakini huyu Faruk sio mtu wa kiburi, ni mtu wa kunyorosha kazi. Tulikuwa tunaenda mkutano ya campaign, ukiona iko disorder kidogo unaanza kuulizana wapi Faruk, wapi Faruk. Faruk tukushukuru, sababu ni vizuri mtu anatajwa na anaambiwa asante wakati yako hai na anaona. Si ni kweli? Sababu huyu ndugu yetu ametusaidia sana kwa mipango ya siasa na mipango ya kazi, hata ya kuunda serikali. Na sababu ni mtoto wa hapa na ni jirani yenyu, mimi nitawaambia sasa. Leo amekuja, naona amepanga mpaka ng'ombe. Dindi Nyoro amesema mpewe sukari, unga, mpaka ya ngano, hata maziwa mchukue. Na ikiwezekana akiwa na ng'ombe
Pia mkisikia kuna dama amepatikana, anapanga. Hiyo ndio bottom up. Dama inachukuliwa, anashika kijana ya area hii, anampea dama moja, analea, si ndio? So Faruk, thank you very much our brother kwa ile kazi umetusaidia kufanya, na tutaendelea kushirikiana hata kwa ujenzi wa kazi ya Mungu makanisani. Na ni vizuri sana Faruk alifikiria wakiwa na rais kutualika tuje tuanze na Thanksgiving kwa kanisa. Na sisi sababu ni watu tunaomcha Mungu, tutaendelea kuwauliza, tafadhali, kazi iliyo mbele ya rais na naibu wake ni kazi kubwa sana na kazi ngumu. Kama nilivyosema, tumeweza kupata serikali ambayo uchumi iko mbaya, nchi ambayo iko na miradi nyingi ambayo ilikuwa imesimama, ingine imesimamishwa kisiasa, ingine imesimama sababu ya ukosefu wa pesa. Lakini kama tulivyosoma kwa kitabu cha Mwenyezi Mungu, with God nothing is impossible, and it will not be impossible for President William Ruto and his administration to restore back our economy to where it should be and restore the dignity of our people. Kwa hayo mengi, Mungu awabariki. Turudi kutembea, tutembee tena na tena, na tushirikiane. Na unajua sababu mimi ni kiongozi wa wengi kwa bunge, nishukuru nyinyi wote kwa usaidizi, hata wabunge wetu ambao walinichagua niwe kiongozi wa wengi kwa bunge. Na unajua bunge, kama bishop wako hapa kwa heshima, uko bunge, hata kama tuko na bishop, kama bishop Kosgei yako huko hapo na mabishop wengine, bunge sio kanisa, huko ni kwa siasa. Si ndio? Si 2027 inaanza kukaribia. Tufanye kazi saa hii, tujitayarishe mambo ya 2027. Wale waliotupigia kura, wale watu kutupigia, sisi wote sasa ni Wakenya wa nchi moja, tutawafanyia kazi bila ubaguzi. Ikifika mwaka wa 2027, tuchague viongozi ambao watakuwa wametufanyia kazi. Na hii ya William Ruto najua kazi itanyoroshwa sababu ni mtu wa kazi. Thank you and God bless you. Kongoi missing. Asante sana Njungwa. Sisi tukiangalia sana tunaona kama huyu ni kijana yetu. Huyu akisije jitabu kutitiji. Ama nyinyi mnaona namna gani? Manenyo jiji? Bacho ngalo ligeren bauli lakini kazi iko bauli. Kwa hivyo, kwa sababu ya muda, nataka nipatie senata wetu aseme kwa kifupi, alafu atuitie governor, naibu wa governor aite Patrick Ndutu. Na kabla hiyo senata, ngoja kidogo. Mungu ametujalia. Kwani watu ya Koilel mumeomba mpaka Songo ameokoka? Yaani muliomba namna hiyo mpaka tu Songo amefika bila kuita yeye? Si ni Mungu ni mzuri? Wapi makofi ya Mike Songo? Unajua huyu Songo aliteswa mpaka akateseka. Sasa nafikiri aliposikia iko maombi akasema acha tu niende huko ili Mungu anisaidie. Sisi tumuombe Songo. Mnampenda yeye? Na najua atakuja kuimba. Songo, usiniaibishe. Imba tu nyimbo moja ambaye itafanya hii watu wajue umeokoka. Unajua anafaanga vitu mingi kwa mkono. Alichelewa kwa sababu anafaanga vitu nyororo nini. Angependa kuchelewa sio? Lakini ukiangalia vile amevaa nguo nyeupe, kila kitu tu ni ya Mungu. Hii mtu unaonekana tukimuombea atakuwa sawa. Ama alienda Mombasa karibu ashinde kuwa governor. Akafukuzwa na watu. Sisi tukiwa hapa tunamwambiaje? Si tunamwambia karibu? Na tunajua akienda Mombasa siku hiyo ingine atashinda kura ya Mombasa. Ama namna gani? Kwa hivyo nitaomba yeye, tumesema leo tunaongea tu mambo ya Bwana asifiwe. Atuongezi mambo ingine. Unajua saa ingine Songa akichamuka anatukanana tu ovyo ovyo, lakini leo hawezi. Hebu tumpigie makofi akuja aseme tu kwa kifupi. Amoto aege jiji tije jebioso kya jang mosu.
Aya, asante sana Bwana Faruk Kibet. God is good and all the time. Asanteni sana. Mheshimiwa Deputy President of the Republic of Kenya, Mheshimiwa Speaker wa National Assembly, waheshimiwa senators, viongozi, governors na wananchi, hamujambo? Mimi sitaki kuongea mambo mingi, ndio muweze kusikiza viongozi wengine. Na kwanza Mheshimiwa Deputy President, nasema pole kwa kuchelewa. Huyu tu Faruk badala ananiambia usiku, ameniamsha asubuhi saa 2 kuniambia atukuje maombi hapa Koleil. Kwa hivyo next time Mheshimiwa Faruk unaniambia mapema usiku. Yale ningependa kusema, Mheshimiwa Ishungwa hapa ameongea, sisi si watu wa kulipisha kisasi. Lakini kwa yale mateso ambayo tumepitia, hatuwezi sahau. Hatuwezi sahau yale maovu tuliofanyiwa na serikali ya rafiki yangu Uhuru Muigai Kenyatta. Nadhani mimi nilikuwa wa kwanza kuona rais wetu wa sasa anachorewa. Na wakati nilianza hii vita, nilianza mapema 2017, na nikasema kuna mpango wa mheshimiwa rais wa sasa awekwe kando. Na yale niliyasema, tulikuwa pale PCA Church Ridgeways, yalikuja kutendeka. Wakasema huyu Sonko si mwaminifu, huyu Sonko si mtu wa kufanya siri na yeye. But kuna siri si ya kunyamazia, kwa sababu ukiwa loyal mahali lazima uendelee na hiyo loyalty mpaka mwisho. Kama mtu alikusaidia kuwa rais 2013, wewe peke yako usingeweza. Akakusaidia tena kuwa rais 2017. Ilipofika 2022, time ya 2017 ilipoisha kukaribia 2022, yote mliona yale yaliyofanyika. Wengine wetu sisi tulisaidia pia serikali 2013, 2017, tukaitwa materrorists. Tukaitwa wezi. Mliona Mheshimiwa Deputy President akaunti zake zikafungwa. Kina Duale, kina Kimani Ichung'wah, kina Ndindi Nyoro, kina kila mtu, Markomen, wakateswa, wakafukuzwa kwa uongozi wa Senate. Mimi nikafukuzwa kwa uongozi ambao Mwenyezi Mungu alinipatia na wananchi. Kwa hivyo Mheshimiwa Kimani Ichung'wah, utawacha uchungu wetu tuutoe. Saa zingine wanaume wanalia ndio uchungu utoke. Mheshimiwa Deputy President, nakupongeza. Wewe ukuogopa nani alikuwa pale Kasarani. Ulisomea rais mstaafu pale mahali amekaa. Na mimi nakupongeza kwa hayo. Kama unadanganywa watu ulifanya makosa, ati wazungu walikuwa pale, pongezi, hujafanya makosa. Uchungu lazima ututoke. Sisi tumemsamea rais aliondoka, Mwenyezi Mungu ampatie maisha marefu. Lakini wale waizi wa ukweli, wale waliiba pesa ya KEMSA, wale waliiba pesa ya COVID, mnawajua kina nani? Wale walikuwa wanaita mheshimiwa wetu rais mwizi. Hao ndio waizi wa kwanza, na wakati wao wa kuregesha pesa wananchi umefika, lazima waregeshe pesa ya Wakenya. Tumekubaliana hiyo? Aya, Faruku amesema niimbe nyimbo moja, wacha sasa niimbe chorus moja. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe, ewe Mungu wangu. Wewe ni Alfa na Omega. Wewe ni Alfa na Omega. Wewe ni Alfa na Omega, ewe Mungu wangu. Asanteni sana. Mungu awabariki nyote. Tuendelee kuombea rais wetu, tuendelee kuombea deputy president wetu. Huu ni ushindi wa Mwenyezi Mungu. Dynasty imezikwa kwa kaburi ya sahau.
serikali ya Asla itaendelea kwa miaka ingine 100 ijayo. Na mimi kwa sasa, mimi ndio nimechukua ile kiti na Faruku ya deep state sasa ya ukweli. Mtu yote kigusa President William Samoei Ruto, tuko na yeye. Yule atagushwa Deputy President Gachagua, tuko na yeye. Mungu awabariki. Asante sana Songo. Acha nitoe shukurani kwa wakaaji wa hapa nyumbani kusema ya kwamba mmefanya vyema kujitokeza kwa wingi ili mfanye sherehe hii iwe na umuhimu sana. Nataka pia niwaambie nitakuja hapa nyumbani ketega nize shakapka kukororonitu. Age ngalale agen chita no migine metoiwo sigetaune kerebet ameje nyate goroni amugingen gele goreti kobo chita no imeje genyoru heshima ngorone koilel akwasin gishu ili tunapofanya kazi tuondoe matatizo ya kuwa na makanisa hafifu, shule hafifu. Na kwa sababu Mungu ametujalia lazima tushirikiane. Mbunge wenu yuko na sisi, nafikiri ameandamana na kiongozi wa taifa na tutamruhusu kwa sababu ni lazima amsaidie naibu kiongozi wa taifa President William Ruto, na mpokee salamu yake Mheshimiwa Chepkonga. Na mwisho nataka kushukuru TV ya Citizen, Inoro, Chamgei, Mlembe FM, Chamgei hiyo inaitwa nini? Kasa FM, na iko TV 47. Tunataka kuwashukuru. Nataka pia kuwashukuru Susan Mburu na bwana yake wamesimama na sisi. Ko betu no nyoneu. Ninyo chongoni ko mwoji ne Mandago. Mandago kutinye kanisa ne mingin nekergang nenyu. Kanisa nenyu kelen Orthodox. Kanisa na kugere ko number 1 ing tiendo. Na goro bokini zaidi atke karon. Ak nebo Mandago kanisa ni reform. Lakini Mandago kigilgei asike keteja kiche kanisa seksoya ne BJP, AIC, Catholic, SDA. Ameja mtinda agenge nakacham ya kwamba makanisa lazima ifanye kazi pamoja. Mnajua kuna watu ambao wanakunywa pombe na wale wanafuta sigara. Hao watu wanashirikiana kukunywa kikombe moja. Hata akiwa na ugonjwa wa TB, wanashirikiana kukunywa kikombe kimoja na mwingine hawezi kuwa mgonjwa. Lakini Wakristo tunataka tubadili tabia. Kwamba SDA na Mkatoliki wafanye kazi chini ya Mungu. Kwa sababu utapata makanisa yanatengana kwa sababu ya maneno ya dunia hii. Tunataka makanisa ishikane, ndipo wananchi washikane wawe kitu kimoja. Amu mimi nitakuja nyumbani nyoya rambe ne unyu. Wakasikomye rani ko betuta kongoi. Betuni nyoya kasi tingayu ke meje geiste nyalelda ne bakanisa shek. Kimeje geiste kimeje ngonyo president ngonyo kanisa enyo nyokosa kingen gele achek ko kiboishe age meje lago apuroni kusomanso omete kasi no geni nebo polisi nege anan ko jeshi onde lago ko ba chep skulisheki ile hospitali chopa nurses amungot kele ogen police kesir police somo ingoroni kimeje kesir lago kot ko mutai ko kararanit koroni age mete somset agi batishe age namge kebe tai okase amejo ip koliot age ne umpia ni konyone ga koyan ge bigap kokwet amayan taek ane go ayoni alengi chamchitab kokwet kongonyone tot ka kongen kole jamdos bichoto so mamache mutai kotokobit koro kole bunu president komeche koet chomyet kosir oldage. Kwa hivyo nitaita Mheshimiwa Mandago sokonwakiti sokokurwe deputy akogurwe masainde nekabunu in
Narok olin. Ngele kibunu mama nenyu olindok. Ko chemasayat. So akot koroni kobo Masaek, chang Masaek chemi yu, lakini unajua Ndutu hapa ni wa Masai, hii was in Kishu ni area yako tu. So unakuja kusalamia hawa. Akosome ko ingongololi Papa wa Roma orabokchi. Anan asikindochi tiendo nobo Papa wa Roma. Komanda ko ini kumanenyo. Yemegele imanda ko siget kai plan. Kete kaniset. Gitoret keng nebo nikangung ak nikanyu nikabo Orthodox. Asa ko bwate ya osoe otisi saet se ko changa kanisa chek kyok nguroni akine. Anan une orabokchi manda ko agenge. Kokeny. Asante. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Honorable Rigathi Gachagua, Right Honorable Speaker of the National Assembly, Mheshimiwa Moses Wetangula, viongozi wenzangu, kanisa na wananchi, hamjambo. Jamgei. Jamune baibaye. Koilele. 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 Kagoga. Bas, agera gogo na mtindo mzuri. Bas, Your Excellency, kabla niseme mambo machache kwa ruhusa yako niruhusu nitambue viongozi tu wachache wale walikuwa wabunge zamani. Tuko hapa na Mheshimiwa Peris Imam, maana alikuwa hapa. Tuko na Mheshimiwa James Bet, alikuwa mbunge wa kule Keses. Tuko na Mheshimiwa Dr. Kenei, huyu alikuwa deputy governor kule Trans Nzoia. Tuko na Lamaon, alikuwa deputy governor kule Elgeyo Marakwet. Tuko na Mheshimiwa Rono, alikuwa mbunge wa Keyo South. Tuko na Mheshimiwa Meli, alikuwa senator wetu. Na tuko na Mheshimiwa Daniel Chebno, alikuwa deputy governor wangu na ni mtu ya diversification, maneno ya parachichi na kahawa na mambo mengine. Sijui kama kuna mtu nimesahau. Pia tuko na kijana mdogo hapo, Jemenjo. Huyo kijana, Your Excellency, alitusaidia kwa maneno ya youth nomination iliteresa, lakini hata messenger kwa ofisi, kazi ni kazi. Unajua uzuri ya Kenya Kwanza, kazi ni kazi. So haijalishi ni kazi gani unafanya, bora kazi inaenda mbele. Your Excellency, ndio niseme machache. Mheshimiwa Governor wa sehemu hii, Mheshimiwa Jonathan B. hayuko, lakini amewakilishwa hapa na naibu wa governor, Bwana Engineer Barurot. Nitamkaribisha aseme machache na pia apatie nafasi Governor wa Narok, Governor Ndutu. Na Faruka sikudanganya ati hapa ni Masai. Unajua Faruka, wewe unaweza tuletea shida. Hii watu wanaweza anza kuuliza historical injustice. Tutalipa na nini? Mambo ilibadilika, tuko na title deed my friend. So sasa ile unakuja hapa kuja tu pole pole. Labda ng'ombe tunaweza patia wewe free of charge. Sigeone moi, sikumenti jana na akwe. Mauna hata karibu bwana DG. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Honorable Rigathi Gachagua, the leader of the Speaker of the National Assembly, Mheshimiwa Wetangula, the leader of Majority in Parliament, Kimani Ichung'wah, all elected leaders who are here, the clergy, the people of Uasin Gishu, Bwana Yesu asifiwe. God is good. I want to take this opportunity to welcome all of us, including our Deputy President, to Uasin Gishu on behalf of the Governor of Uasin Gishu, Jonathan B. Chelilim, who is on a business trip in Seoul, in South Korea. And he bears his regards and welcomes you to county number 1, the county of the President of the Republic of Kenya. I want to also take the opportunity to recognize, because we have our First Lady, Mrs. Jonathan B. Mrs. Salina, are you around here? Thank you very much, Your Excellency, for gracing this occasion. I also want Your Excellency to take this opportunity
on behalf of all the leaders of Uasin Gishu to pass our condolences to the immediate former MP of Ainabkoi, where we stand today. May God rest his soul in eternal place. And since we are here today for Thanksgiving, the clergy, I want to share a verse in the Bible. If you read Philippians chapter 4, verses 6, it says, "Do not be anxious for anything. All your requests through humility and fire prayer to God with thanksgiving." So we are here today for Thanksgiving. Thank you for the prayers that all the clergy in Kenya have had over this period praying for Kenya. Thanks for dealing with the spiritual warfare that by the time we were campaigning as Kenya Kwanza, a lot of doors have been opened. So I want to urge you, all of us, that prayer is not an event. Prayer is a conversation with God, and it has to continue even as we plan to deliver for the people of Kenya and particularly the people of Uasin Gishu. Mheshimiwa Naibu wa Rais, you have a soft spot for Uasin Gishu. I know from the time when we were campaigning, you spent a lot of time in challenges of acidity. Number two, Your Excellency, you've seen that most of our gifts, especially for Kalenjins, is surrounding around the cow. So you have the cow itself, you have the calabash, and I want to say that in Uasin Gishu, we have a lot of dairy farmers. We produce a lot of milk. As a government of Uasin Gishu under the leadership of Jonathan B. Chelilim, we'll be doing a lot of extension services for farmers, particularly with regard to AI, because we want to improve the breeds that we have with our farmers. What I request, Your Excellency, is that as Uasin Gishu, we will want to have the same price for milk at the gate of our farms to be similar to any other part in Kenya. So, Your Excellency, as you have that soft spot for us, this is an ask that we have. And by the way, we produce the best quality milk in this part of the world. Number two, His Excellency, the Governor of Uasin Gishu, is in Seoul dealing with coordination of cities across the world. We want to learn very fast, and we are very keen on making Eldoret to be a city. I want to request you, sir, because you have a soft spot for us, that as we plan, as the population of Uasin Gishu increases, we want to address the issue of water. There is a project which is about to be completed in Kipkaren, but there is a larger one in Two Rivers, which has been planned by the national government, and we request it as a flagship because it will take care of water in Eldoret particularly for the next 30, 40 years. So we request you for that flagship, sir. Particularly also, we will be focusing a lot on maintaining our roads. This is rich agricultural land. We have enough machinery which was acquired during the term of our predecessor, Governor Mandago, who was senator now. But because of the type of agricultural land and the rains that we have, maintaining roads becomes a challenge year in, year out. So we want to request, now that we thank you that you have appointed Murkomen to be the CS for transport, there are some roads that we would like to be tarmacked in Uasin Gishu, so that we can enhance the issue of transport and enabling the farmer. We assure you that the government of Jonathan B. Chelilim will serve the people of Uasin Gishu equally, as we had promised in our manifesto. The manifesto is fully aligned with the manifesto of Kenya Kwanza, so we are really, really very eager to see services improving in Uasin Gishu. Senator Cherargei, you see, I will say this in the other English. Kigep kwa shamba tugul, shamba go Uasin Gishu. So ata Faruk nigigosege tugul ko mwenyeji nebo shamba nigure Uasin Gishu. So wayan gunoda Cherargei kwa sababu sisi ni wenyeji wa Uasin Gishu na tutafanya kazi pamoja
God bless you all. Asante sana kanisa, tutashiriki pamoja. God bless you. Asanteni sana. Asante sana DG. Ingen jararge ko meche korebe ne biik chekere kole kanam lainda kolimba tai. Obarega resolve. Bas, wacha sasa nichukue nafasi hii nikaribishe Governor wa Narok County. Mahali tulikuwa tunaambia ati Narok ni Azimio, lakini huko ni Kenya kwanza. Na Mheshimiwa wetu Senator Uasin Gishu, Mheshimiwa His Excellency the Deputy President Honorable Gachagua, Mheshimiwa Speaker of the National Assembly, viongozi ambao mumeona wakizungumza hapa na watu wa Uasin Gishu, saa hapa Koilel, hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Hebu salamia tu huyu Masai mmoja ambaye yuko hapa. Salamia mimi ukiona asanti. Yangu ni machache sana. Kwanza tumekuja hapa pamoja na naibu ya rais wa Kenya kuja kushukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya mambo mazuri ambayo ametutendea. Tumefika pia hapa kuja kuwashukuru wakaaji wa Uasin Gishu. Kwa kweli mumekaa pamoja na sisi na ndiposa mnatuona leo hapa. Tuko na rais wetu, tuko na deputy president, na tuko na magovernors wengi, na tuko na masenators wengi, na pia wajumbe wengi. Sisi tunamshukuru Mungu kwa haya yote. Mimi nataka tu niseme hivi kwa sababu najua kuna wakati Mandago huyu alikuja huko Narok akasema hii mambo ya siasa msiweke roho, muweke tu lungs. Ukisema piu, inatoka. Lakini wacha nikuambie Senator, hii tulikuwa tumeweka roho. Hii tulikuwa tumesema huyu ambayo anaishi hapa lazima awe rais ya Kenya. Na sisi tukiwa huko South Rift tulisimama imara kuhakikisha ya kwamba tumechagua serikali yetu ya Kenya kwanza kutoka juu mpaka mwisho. Na unajua umesema ya kwamba ati nisiambiwe hapa ni Uasin Gishu. Unajua mimi najua watu wangu wako hapa. Na pia huko Narok tuko na subclan ya Wamasai ambayo inaitwa Uasin Gishu, Awol and Daya community. So mimi nimefika hapa na nikashukuru kitu moja. Unajua katika desturi ya Kimasai, mtu akikupea ng'ombe ni kitu ya maana sana. So your excellency, kwa sababu mimi naona hii ng'ombe bado haijapata mimba, bado haijazaa, mimi naomba tuwe na Gachagua na Ichungwa. Hii ng'ombe niweke roli, ikizaa mara 2 hivi nitarudishia nyinyi. Kwa sababu mimi najua vile nitatunza kidogo kidogo. Najua saa nyingine huko, saa nyingine mvua hakuna, na huko kwetu kuna mvua. Alafu baadaye ndawarudishia. Kweli Faruk, na kushukuru sana. Leo nimekanyanga hapa nimepata ng'ombe 5. Hata pia senator wangu Wetangula nimekuomba hii ng'ombe, wacha tu niweke roli, ikizaa mara 2 mara 3 nitarudishia nyinyi. Lakini wacha tu niseme hivi. Viongozi wameongea mambo mengi. Na mimi nimetoka kaunti ambayo pia tunapanda mahindi na ngano. Na niwaambie tu watu wa Uasin Gishu kwa sababu tunakuanga pamoja na zile shida za inputs ya farming. I want to assure you, His Excellency the President and the Deputy President anajua ile shida ambayo tumepitia kama wananchi ambayo wanapanda mahindi na ngano. Tayari si mumeona fertilizer imeshuka. I want to assure you, ile kazi ambayo Mheshimiwa Rais na deputy wake na sisi wote, sisi tumeamua kama Council of Governors, tutashikana pamoja na rais wetu, ili tuhakikishe ya kwamba tusaidie wananchi wetu wale ambao wako chini. Sana sana wakulima, ambayo sisi kama Wakenya tunategemea ukulima ile ambayo imetoka hapa. Najua wengine wenyu mlikuwa mmetoroka mambo ya kupanda ngano ama mahindi. Murudi sasa. Kwa sababu serikali ambayo iko tunataka kuhakikisha ya kwamba mbegu na fertilizers sitarudi chini, na pia zile machines zetu ambayo tunatumia kama matinga, zile taxes ambayo tunalipa tunaendelea kupunguza iende chini. Ama namna gani wananchi? Mimi sitakuwa na mambo mengi. Nimeshukuru sana kuja kuwa pamoja na nyinyi, na naona mko pamoja na sisi.
mtupee tu nafasi kidogo, mara moja tuanze program zile tulikuwa tumesema. Najua kina mama juzi wameanza kuuliza wapi hustler fund, inakuja. Wewe tayarisha cooperative zako na utayarishe zile mambo zote tumesema kama Kenya Kwanza, kwa sababu sisi hatuwezi kwenda kukaa Nairobi. Tutakaa na nyinyi mkiwa na shida na mkiwa mnafurahi. Kwa haya machache, Mungu awabariki sana, tuko pamoja. Thank you very much. Asante sana Mheshimiwa Ndutu, gavana wetu wa Narok. Lakini Your Excellency Deputy President, hiyo maombi ya Ndutu kukumwambia umpatie ng'ombe, vile naelewa hiyo watu, unajua hao wanajuanga ng'ombe yote kwa Kenya ni yao, so ikienda haitarudi. Sasa wewe fanya uamuzi polepole hapo. Your Excellency Naibu wa Rais, kwa niaba ya wananchi wa kaunti hii ya Uasin Gishu, mimi nataka kuchukua nafasi hii binafsi ni kushukuru sana kwa dhati Your Excellency, kwa sababu wewe mwenyewe pamoja na viongozi kutoka mkoa wa Kati mulitushika mkono kaunti hii ambaye ni kaunti ilikuwa natazamiwa taifa la Kenya nzima, hasa kwa maneno ya amani. Your Excellency, kama ungesimama na sisi na kuongea ukweli kwa kila wakati, tungekuwa na changamoto ya mambo ya usalama katika kaunti hii. Na kwa hivyo tunakupongeza na tunakushukuru kwa sababu ulisimama na sisi na mkasimama na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa William Ruto. Sisi watu ya Bonde la Ufa, sisi watu ya North Rift, tutawaunga mkono kikamilifu. Your Excellency, nyinyi kama viongozi wetu tayari mmetushauri ya kuwa licha ya yale mambo yalikuwa changamoto mingi ya siasa, tuweze kuungana na kupeleka Kenya hii mbele. Lakini Your Excellency, jinsi Mheshimiwa Sonko amesema hapa, unajua lazima pia tupate nafasi mzuri ya kusemezana ili watu watoe ile mambo yuko roho wapumue iende vile nilisema. Lazima wasemezane ndio itoke Your Excellency. Na ninasema hivyo Your Excellency kwa kukushukuru na Mheshimiwa Rais, kwa sababu katika kaunti hii ya Uasin Gishu kwa mara ya kwanza tumepata mjumbe mteule Mheshimiwa Wanaina. Ile hii watu hawasemi Your Excellency, huyu Wanaina alikuwa anapigwa vita sana, na hii watu nasikia walikuwa anapiga makofi kwa na hii. Unajua lazima tuseme ukweli. Na walikuwa wanasema hata hii Wanaina asipewe hiyo nomination. Lakini sisi tulisema huyu Wanaina amesimama na Kenya Kwanza. Hii watu yote wamekunywa chai kwa Wanaina karibu hoteli yanguke. Kweli ama sio kweli? Na leo hii tunashukuru Mungu kwa sababu ameongeza idadi ya wabunge katika kaunti hii. Na sisi tunajua hiyo idadi itaongeza pia maneno ya maendeleo katika kaunti hii. Na kwa hivyo Your Excellency, unajua nilikuomba mara mingi uweze kufanya mkutano na sisi. Na mimi bado nitakuomba kwa nafasi yako teule utupatie nafasi na huyu Wanaina na hao wangwana, tuongee na hawa vizuri ndio hii mambo iishe, watu hawaje kupoteshwa na porojo ndogo ndogo walikuwa naongozwa na ule county commissioner alienda. Na hiyo maneno Your Excellency haijaisha vizuri, kwa sababu hapa tuko na Mheshimiwa Lucy Chomba. Huyu mama alikuwa MCA wetu wa Huruma. Na kuna watu bado wanahangaisha yeye, wale polisi walikuwa wanatumika na maneno Azimio. Hapa bado anafukuzwa, ati sijui nini ilikuwa ya siasa. Na hata ule OCS anamfukuza ni ule alikuwa anararuanga posta ya president na kuchoma siku ile walikuwa na mkutano ya Azimio kule Huruma. Your Excellency, we must move forward. But those civil servants must also move forward. Wasikwame pale. Na pia ile mashtaka bandia yote watu waliwekelewa watoe. Na nimeona watu yangu ya regional security Mohamed Bwana Arsi, unajua tuliwatembelea Nakuru so many times. I hope the journey to Nakuru has come to an end
Hata mara ingine Mheshimiwa Oscar Sudi alitumiwa askari 300. So it is a journey in this country. But forgiveness comes from speaking the truth and our hearts. Ndio hiyo mambo iweze kutoka. Mimi nataka kuomba nyinyi kama wanabiashara wa Eldoret. Your Excellency, watu walikuwa bado anahangaika na mikutano ya kutafuta formula ya kuja kuomba wewe msamaha. Kwa sababu ulikuja hapa mara mingi. Mimi nataka kuambia wacheni kutafuta formula. Msamaha ilikuja zamani. Nyinyi ndio mnajifunga. Hii mikutano mnafanya Eldo please. Kina Gashui, kina Ndegwa, kina Kitonga, kina Mombi. Stop wasting time. Tufanye mikutano ya kupeleka kaunti hii mbele. Amu kaunti hii kumagimeje petene nuune gumi. And Your Excellency, for your information, kama sio wewe hii kaunti ingeungua. Kule Timborwa nyumba zaidi ya 11 ilichomwa. And that county commissioner Bwana Kiara must tell us. Msamaha pia inakuja kwa kusema ukweli. Sema ile ulifanya tukusamee, tunaenda mbele. We don't. Sisi ni Wakristo na mmesikia kanisa yangu ni ndogo na mimi nataka wafuasi. So lazima nianze kusamea watu haraka ndio nipate evangelist, nipate Wakristo. Hata sadaka ya pastor pia ipatikane. Unajua labda kanisa ni ndogo kwa sababu sadaka pia ni chache. Ili tusiwahi kurudi nyuma kwa mambo ya zamani. Sisi kama viongozi wa hapa Rift Valley tutasimama na hii serikali na hii kuunganisha wa Kenya that was started in 2013 must continue forever and ever. Your Excellency, kwa sababu sitaki kusema mambo mengi, mimi nashukuru wananchi wa hapa kwa ile nafasi walitupatia. Kuna mambo tutakuja kukueleza mambo ya sehemu hii. Na tumekubaliana Your Excellency. Sisi kama watu ya Rift Valley hii, ile ofisi ya Karen, hiyo ni yetu. Kimani Ichungwa, Dindi Nyoro, na wale wengine, nyinyi at least yenye imekaribia ni hapo State House. Mnapiga kona na kuingia. Huko Karen sisi sasa ndio wenye kusema. Ukipatikana Karen bila sisi, utatuambia ulikuwa unatafuta nini. Kila mtu akule kwa sahani yake. Ananole ne bigapka. Uno hata na mauno. Onge ni sole lazima ke kapkap jito. Anane inye. Singo ituje bunogoni, ko ituje bagoni, ko kaikait kiribit. Anane akwe. Kwa hivyo kingen kele serikali ni kokichop komakat kowal sobenyo. Ameche asomok tuguk somok biik chebo baka. Makimeche serikalit sikoek serikalit nekinome teta kuinoik kokeisi biik. Ngomeche sikesop oany kemong'u keboisie. Kokas ole mi rabisiek chebo mung'aret chebwone. Makemeche koikoinotet ama mi chito nekingesiche kongen mung'aret kinoe tugul safarin. Namba nebo oeng. Biik tugul chekekochi boroindo president ing serikali ni koek minister anan ko PS. Kergei ole bunu. Ngobunu gaa anan kobunu oldo age. Ko kiboitinikab serikalitab Kenya kwanza tiech yotok kochur ipkenai kele imi. Ako yakama kokwong ilechini akabunu koile. Kotuiyo wainik. Anan olene. Makimeche ra mucheset lazima ketech mogornotet. Mami mogornotet nebitu Kenya ngomeai mung'aret ak serikali. Oindo nebo biik chok kemeche kele kimeche kasi. Kemakene kasi nebo 20 komi mung'aret nebo million 3. Ako kekonin loan ing Jubilee chakile bottom up somsi biri. Yani omeche kemwaundoi tokono. Kamwoiwo kwa seneta nengwong. Mabotebe Nairobi kanetisietab bottom up kwane mwenyewe. Kimeche ngoi rabisiekab aslafan koroni kemeche kesome wikisiek oeng kikwo saitirit ketou kele nguo mosochi anan kolya. Anan akwe makimeche koikoinotet. Amakimeche chomset akwany kong'ering'itu ng'alek. Bane ole kiech Pana kimeche keku bororiet neboisie. Makemeche chekibendoti ing sanda kwakwet mbolea. Ya mwisho Your Excellency. Hii subsidized fertilizer ambaye ulituma
Sisi tunataka kushukuru nyinyi kwa sababu nyinyi watu ya kusema na kutenda. Na mimi naona hata tukiendelea mbele inaonekana mtakuwa watu ya kutenda ijisemee mbele. Ile mimi naomba Your Excellency, kwa sababu mimi nimekuwa governor hapa na tumekuwa na tatizo na National Cereals and Produce Board. Hawa hawezi fikisha mbolea kwa wakulima. Mimi kwa maoni yangu Your Excellency, ingewezekana mbolea ya kupanda ya Uasin Gishu lete mpaka Eldoret, wajia governor B apange na wakulima hapa mashinani. Hii watu ya NCPB, they are the most unreliable institution in terms of distribution to reach our farmers. Na hiyo mbolea Your Excellency, najua mlisema mutatupatia kwa 2,500. Lakini mimi nataka kukuomba namna hii. Bei na gharama ya kusalisha mahindi mwaka hii ilikuwa juu sana. Na hawa millers ambao wako katika mji wa Eldoret, tayari bei ya mahindi imeshuka kuanzia 5,900 iko sasa kwa 4,000. By the time tunafika mwezi wa 11 Disemba watakuwa wamefikisha 3,000. Ile gharama ya kusalisha na mapato haitalingana Your Excellency. Mimi nataka kukuomba namna hii. Na mimi najua wewe ni jamba ya wera. Hii mbolea Your Excellency, kwa sababu ya ile matatizo tumepitia. Hata ukituona sura, hata Manda ule unamjua, si rahisi umjue sana akiwa mbali kwa sababu ya matatizo. Mimi nataka kuomba kwa sababu hii bei ya mahindi ambayo inashuka haraka haraka, ikiwezekana hii mbolea ya kupanda ya Januari wekea sisi 1,500 kwa gerge ito legalit ke sobje nguo bo ke sobje. Alafu hiyo balance sasa ya production, cost of production and whatever farmers earn will balance. Mwaka hiyo ingine 2,500, we have no complaint, tutasalisha chakula ya kutosha katika sehemu hii. Kwa hivyo mimi sitaki kusema mambo mengi. Pia Your Excellency, tuko na mzipa hapa. Tumepoteza aliyekuwa mbunge wetu Mheshimiwa Chepkut. Ninakuomba Your Excellency, kama ungepata nafasi kwa Mheshimiwa Chepkut is just about 10-15 minutes hapa. Ukipata nafasi ya kusema pole Your Excellency, tutasema asante. Lakini kwa watu ya Inapkoi tunasema pole sana na sisi zote kwa kupotesha aliyekuwa mjumbe wetu Mheshimiwa William Chepkut. Zile barabara ndogo zilisimamishwa ya 3 kilometers 25 kama Flax, Wonifa, Chepkong'ony, Cheptiret, Chepkong'ony, Kaptumo, Kereta, Kipkabos. Hiyo Your Excellency ni sasa. Ukiniambia nikuone next week to practice kuweka barabara lami na hiyo 2 kilometers, I'll be the happy senator in this county. With those remarks, muniruhusu sasa nialike Speaker wa National Assembly Papa wa Roma. Na kuna msemo inasemekana ukiwacha Raila unakuwa speaker, ukiwacha Raila unakuwa waziri, ukiwacha Raila unakuwa something. Papa wa Roma, kama ungetoka huko ndugu yangu, sijui tukakuita nani saa hii, lakini tuseme tu Mungu ni